Kwa umeamua kuondoka bila kuniaga. Umenitoroka sio? Sana kuambiaje, lazima utarudisha fedha za kampuni. Si ujuti moyo wangu kupenda, sio mbaya. Nachojuta kila mie nikipenda. Napo unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali wachia ujumbe wa sauti. Kwa macho na ikapata chaguo. Ameshatupa funguo yupo ngambo. Ameshavunja upendo. Haipatikani kwa sasa. Si riziki mapenzi ndo maana ananitesa. Si apati mapenzi kila mie napopenda. Barabara ya mapenzi ndo inanitesa. Halo? Vipi mdogo wangu? Kwema? Sio kwema. Bado sijampata mdogo wangu. Vipi wewe? Ufanikiwa kumuona popote? Yaani nimechanganyikiwa. Sijui hata nifanyeje. Sawa. Unaweza ukanisindikiza? Basi sawa. Sikutane pale maeneo ya KB ba. Haya poa. Vipi? Mbona mmenifuata nyumbani badala ofisini? Tumepita ofisini tumekuta hamna mtu. Ndio maana tumekuja huku. Karibuni. Samahani mwenyekiti. Kama wiki moja hivi iliyopita nilimpokea mdogo wangu kutoka kijijini. Nikawa naishi naye nyumbani kwangu. Lakini ikatokea sitofahamu akagombana na shemeji yake. Sikujua chanzo ni nini. Mume wangu akamfukuza nyumbani. Mpaka hii leo sijui yuko wapi. Eza sijui ni mzima au amefariki. Sijui chochote. Pole sana kwa changamoto. Lakini nataka nikwambie tu kitu kimoja. Wewe pia una makosa. Ninyi wananchi mna kawaida moja. Siku zote huwa mnaikumbuka serikali baada ya kupata matatizo. Lakini mkiwa mnaishi kwa raha mustarehe, hamjui kama kuna vyombo vya dola, kuna serikali. Kifupi mnafahamu fika kama mimi ni mwenyekiti. Na taratibu zote zinajulikana, ziko wazi. Mtu anapohamia kwenye mtaa wangu akiwa ni mgeni, anapaswa kuja kutambulishwa ili mwenyekiti aweze kumtambua. Nijue nina watu wangapi katika mtaa wangu wanaishi. Basi hata kama umeshindwa kwangu, kuna wajumbe wa nyumba 10. Mtu ajitambulishe hapo
ili kikitokea chochote tujue jinsi gani ya kuweza kumsaidia. Sasa angalia, mtu amepotea ndio unakuja kuniambia ndugu yangu amepotea. Je, asingepotea maana yake nisingewaona nyinyi hapa, si ndio? Mwenyekiti, samahani kwa hilo. Maana nilipanga kama siku, mfano kama siku ya leo ndio nije, na hiyo siku ndio alipopotea. Ila nilikuwa na mpango wa kuja kukuona. Tuachane na hayo. Mimi nimekusamehe. Japokuwa ulishasema kwamba amekaa wiki nzima hapa. Sawa? Na nitajaribu kukusaidia ili aweze kupatikana. Kwa sababu mimi ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa mtaa wangu. Na huu mtaa wangu hauna desturi ya kupotea watu kabisa. Hata swala la wizi, vibaka, ukabaji tumeshalikomesha kitambo sana. Nafikiri mtaa wangu ni mtaa wa amani kama unavyoitwa amani. Sasa cha kufanya, nahitaji usaidizi kutoka kwako. Nipate majina yake, umri, pamoja na picha yake niweze kumjua huyu mtu yupo vipi. Leta simu. Mwenyekiti, bahati mbaya simu imezima. Unaona sasa? Mnaonekana kama mko serious na issue. Sio kweli mwenyekiti. Anyway, tusipoteze muda hapa. Mimi nendeni nyumbani. Mkishapata taarifa za kutosha kuhusu yeye, basi njooni pale ofisini, sawa? Tuko pamoja. Barabara ya mapenzi ndo inanitesa. Akili nawaza mapenzi, moyo unagoma, sitaki kurudia enzi. Unafanyaje sasa dada? Yaani hata sijui nifanyaje. Nimechanganyikiwa kabisa. Mwenyekiti naye ndo kanivuruga kabisa. Yaani baadaye nisaidie ndo kwanza ananiuliza maswali ya ajabu. Pole sana dada yangu. Ila usi wakati wa kujilaumu. Ni wakati wa kutafuta solution ili ujue unampataje mdogo wako. Nitajitahidi kupambana kwa hali na mali nimpate mdogo wangu, hata kama mwenyekiti kakataa kunisaidia. Yes, serikali. Hamna shida. Kamata hii. Ya nini sasa sister? Hapana, asante. Umepoteza muda wako, umenisindikiza, tumekuwa pamoja. Yaani unanifanya nafarijika sana. Hapana, kwa na amani. Mimi nilifanya tu vile kukusaidia wewe. Basi tuende basi. Hapana. Mimi naenda kuonana na boyfriend wangu. Kwa hiyo tutawasiliana. Unaenda kwa boyfriend wako? Basi sawa, tutawasiliana zaidi. Kipenzi, basi kuelewe. Hutaki leo niingie ndani. Shida ni nini? Samani, mimi nilipata mgeni. Gani? Yeah. Mbona hujaniambia? Sasa ndo kama yupo mgeni. Ungeniambia kupitia tu simu basi mimi hapa nisije. Huoni ndo kama ndo umenisumbua? Samani sana mpenzi wangu. Ila tu nakuomba twende hata sehemu tulivu ili tukaongee mambo yetu. Kuongelea wapi? Mimi nishazoea nikija tunakaa ndani wote wawili. Tunaongea, tunafanya yetu. Sasa leo hapana kwa kweli. Hiyo sehemu nyingine mimi siwezi. Ndio maana mwanzo nikaomba sana samani. Fanya basi kwa ajili yako. Kwa ajili yako? Siwezi. Nisamehe sana. Najua kuwa nimekosea. Ila nakuomba sana kwa hilo. Maana hata mgeni mwenyewe anaondoka kesho. Anaondoka? Yeah, nivumilie. Hapana. Kwa mimi, kwa hivyo siwezi. Bado ndo ndugu zangu. Naona leo hivyo
imeshindikana basi. Nipeni mbinu ya kuacha nisialili tena. Nipeni mbinu ya kuacha kulia mkiachwa hamli. Nipeni mbinu ya kuacha kulia. Na mimi Nikaniambia nimsubiri hapa. Hili ni eneo la biashara dada, na haturuhusu watu hapa wakae. Sasa sijajua wewe una adina gani, Lakini mimi nimezungumza na bosi wako. lakini watu wote ambao wanakuaga na adina nao mimi wananiambia wewe, mbona sina taarifa zako? Afu dada, mbona unielewi? Mimi bosi wako nimempigia simu, ndio maana nimekuja ninamsubiri hapa. Ingekuwa sio hivyo nisingekuja tu kukaa sehemu ambayo siojua. Sawa basi, ungeenda kumsubiri sehemu nyingine. Hii sehemu hapa haturuhusu watu kukaa. Namsubiri anakuja. Akija nitaondoka. Yo, haya endelea kumsubiri. Vipi shemeji yangu Priscilla? Naona umenipigia simu na simu yako imenishtua sana. Nimeamua niache kazi zangu nilizokuwa nazifanya nije kukusikiliza. Najua unafahamu Chazi alipo. Naomba uniambie Chazi yuko wapi? Chazi? Chazi ni mume wako. Wewe unakuja kuniuliza tena Chazi mimi. Hiyo ndio inahusiana na nini yani? Wewe rafiki yako wa karibu. Naomba uniambie Chazi yuko wapi? Kaondoka na pesa zangu na gari yangu. Nampigia simu zangu apokee. Naomba uniambie Chazi yuko wapi? La sivyo mtaniona mimi mbaya. Wewe na rafiki yako kipenzi. Kiukweli shemeji, mimi sifahamu rafiki yangu alipo. Na nina siku 2-3 hivi sikumuona. Hivyo tu nikwambie mimi sijui Chazi alipo na sifahamu Chazi kaenda wapi. Kwa mnanifanya mimi taira eh? Mnanifanya mimi mpuzi. Mmefanya njama za kuniibia. Mkaona haitoshi ukamtorosha rafiki yako. Sasa hivi unajifanya kwamba hujui Chazi yuko wapi. Unaniona mimi punguani, si ndio eh? Mimi taira nimetoka huko kote na kuuliza Chazi yuko wapi, unanijibu vitu ambavyo havieleweki. Unanichukulia poa eh? Si ndio? Sasa nakwambia kitu. Mpigie rafiki yako. Mwambie arudishe vitu vangu. La sivyo mtakuja nitakusoka ndani na utataja rafiki yako yuko wapi. Cha kwanza shemeji, punguza jazba na pressure. Ili tuweze kujua ni wapi Chazi alipo. Hivyo unavyoongea kwa hasira haiwezi kusaidia kitu chochote. Mimi ninachokuomba shemeji, tukae chini tudiscuss ni namna gani tunaweza tukampata Chazi arejeshe mali zako alizoiba. Sasa mwambie rafiki yako asiporudisha fedha zangu na gari yangu, wote nitakuja nitawasuka ndani. Sijui unanielewa? Siujuti moyo wangu kupenda, sio mbaya. Nachojuta kila mie nikipenda, unapoachwa. Aliyesema chagua kwa macho, na ikapata chaguo. Ameshatupa funguo yupo ng'ambo, ameshavunja upendo labda. Si riziki mapenzi, ndo maana ananitesa. Si apati mapenzi, kila mie napopenda. Barabara ya mapenzi ndo inanitesa. Akili nawaza mapenzi,
majani, wale upepo kivuma. Machungu ya jana yanaishi kama kivuli. Unajitahidi kuamini, lakini nani wa kutegemea? Kila tabasamu lina kinyongo nyuma yake, kila hapa wanageuka